Naam, tupo sasa kwenye kurasa ya expenses ambapo hapa ndio tunapoongeza matumizi yetu. Tuseme kwamba na ni kama kule kule kwenye menu items kuna categories na kuna particular item yenyewe. So let's say if we add an expenses maintenance, kaja fundi Ali kafanya kutufungia taa kwa shilingi 10,000, kufunga taa. Click OK. Itaonekana hapa, hii hapa. Sasa unaweza ukai-edit hii, ulisahau kukosea kitu, unaweza ukafanya masaisho by ni ipi, hivyo ka change pia. Na pia ukiangalia vizuri hapa, unaona hizo categories zinaonekana ni zipi hapa. Lakini pia unaweza pia ukai-delete particular expense, tusije kuonyesha kwa nini. Nitakuonyesha kule kwenye report na maana perfect. Let me generate this thing again. Okay, kwa chini sana. Ndio maana uione kwa chini sana. Ngoja nitafute expense ambayo itakuwa karibu kubwa. Let's say supplies ambazo labda ni 100,000. Mahindi, what can I say? Inawezekana labda umeletewa mzigo. Let's say sasa inawezekana mzigo mpya umekuja. Okay, hapo japo hakuna kwa sababu itaonekana this is to find this nini expenses nini labda inawezekana kama ni mahindi kwa wale wapishi kwa makande na kadhalika. Sio? Yeah, au wachuma mahindi kwa mgawa kama ipo. Kama ndio bidhaa unaiuza, let's say nini tuseme mahindi. Lakini ni ba. Tutaka nini tuseme? Au tubadilishe. Naweza tukaifanya hata kama ni salary. Naweza kana tumko malipa siku mshahara hivyo labda Amina. Okay. Itakuwa affected hapo. Kwenye report huko tukagenerate itaonekana. So unazoona hapa profit imekuwa affected, sell expense iko hapo chini inaonekana. Okay, let's get back to the page yenyewe. Hapo tunaona kwamba kuna list kadhaa hizi za expenses zilizofanyika na unaweza pia kuongeza category nyingine. Unataka labda kuna different category, unaweza wewe unataka wateja nani labda una deliveries unazifanya, unaweza kuongeza deliveries iwe rahisi kwamba hata kitokea iwe clear bwana hii ni expense post delivery, unaweza kuongeza hapo. Naam.